Mbunge wa jimbo la Kawe anayefahamika kama Askofu Gwajima maarufu kama Josephat Gwajima ameweza kuwajibu wale wote ambao walikuwa wanamsema kutokana na hotuba yake ambayo ameifanya na waandishi wa habari siku chache zilizopita kuhusiana na masuala ya utekaji na nini kifanyike ili kuzuia utekaji huo. Tuliona mnamo tarehe 26 wabunge wengi sana akiwemo Musukuma na wengineo waliweza kukemea swala hili na kusema kuwa Gwajima anafanya unafiki kutokana na kile ambacho kimeonekana kwamba enzi za Mheshimiwa John Pombe Magufuli hakuwa anafanya press kama hizo kuwasema marais na vyombo vya usalama. Lakini pia mbali na wabunge hao, watu mbalimbali maarufu na wale ambao wasio maarufu kama vile Jerry Mulo ambaye alishawahi kuwa mkuu wa wilaya na pia alikuwa ni msemaji wa Yanga. Mbali na yeye kuna mtu kama Dudubaya, lakini pia mwenyekiti wa UVCCM jijini Dar es Salaam ambaye anafahamika kama Nasra Mohamed, naye ameweza kuzungumzia swala la Gwajima na kumtaka au kuitaka mamlaka iweze kuchukua hatua juu yake, lakini pia kumsitisha asiweze kuchukua tena fomu na asionekane katika maeneo ya CCM. So watu wengi sana wameweza kupaza sauti bila kumsahau CEO au mkurugenzi wa Furaha Media anayefahamika kama Dominic Furaha, naye alienda mbali zaidi akisema kuwa ameshawahi kukaa zaidi ya mara 20 na Josephat Gwajima na akasema kuwa Gwajima ni mtu ambaye ni mnafiki. So kutokana na vijembe hivi vyote ambavyo viongozi mbalimbali wa serikali lakini pia watu maarufu wameweza kumtupia Gwajima, Gwajima hakukaa kimya, na kama unavyofahamu Gwajima ni mtu ambaye anapenda kubishana au tuseme kwamba anapenda kumaliza utata, na yeye mwenyewe anadai kuwa anapoongea haongei waziwazi, anaongea kwa hoja ambazo zina ushahidi ndani yake na anafanya research. So baada ya wabunge tarehe 26 kuongea juu ya swala hili, Gwajima alisubiri majira ya usiku na kwenda katika ukurasa wake wa Instagram na kuposti video yote full kama ilivyo, na katika video hiyo aliandika kuwa hii ni hotuba yangu ya risali moja nikiongelea kuhusiana na masuala ya utekaji yanayotokea nchini Tanzania. Kwa hiyo unaweza kuona hapa yani kama ametupa jiwe gizani, kwa sababu ametoka kusemwa mchana bungeni, ametoka kusemwa jioni na watu mbalimbali ambao walikemea swala lake, lakini pia usiku ambapo mambo yote yametulia aliweza kutumia ukurasa wake wa Instagram na kuposti video upya. Na nikujuze tu kuwa video ya Gwajima kwa sasa haipatikani katika channel mbalimbali za YouTube za watu maarufu kama vile Millard Ayo, The Chanzo, Global Publishers na Jambo TV na wengineo. Haipatikani ile video, so akaamua kuipost video yote katika ukurasa wake wa Instagram kuonyesha kuwa anasisitiza au alichoongea kipo sahihi. Maswali yamekuwa ni mengi sana na watu wengi sana wameweza react kutokana na swala hili la Gwajima, ambapo kuna watu ambao wanamsupport Gwajima na kuna watu ambao wanaonekana kumpinga vikali askofu huyu kutokana na kugusa karada za tabaka tawala kama vile kugusa taasisi ya rais, taasisi ya usalama, taasisi ya polisi, taasisi ya jeshi, so vitu ambavyo vinashikilia amani ya taifa. Wapo ambao wanasema kuwa lazima vitu kama hivyo vitokee kutokana na kwamba haiwezekani watu wachache wakaja kuharibu taifa. Kwa hiyo wale ambao wanaonekana kuwa wanataka kuharibu amani ya taifa ni lazima washughulikiwe, na kuna wale ambao wanasema kushughulikiwa kinyume na utaratibu hiyo ni kuvunja haki za binadamu. So hali ya kisiasa nchini Tanzania bado inazidi kuwa na mtifuano mkubwa. Yangu ni hayo tu. Ningeomba kujua kwa upande wako una maoni gani juu ya swala hili la Askofu Gwajima kuongelea kuhusiana na masuala ya utekaji, lakini pia kugusa taasisi muhimu za nchi ambazo zinashikilia na kulinda amani ya nchi. Asante.